Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 19. Neno la Mungu nasema hivi: Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema Mungu akaumba ndege wa angani na wanyama wa mwituni na wanyama wa kufugwa. Alafu akawapeleka hao wote, akampa Adamu aone atawaitaje. Akampa mamlaka ya kuwapa majina kila kiumbe alichokiumba, ndege wa angani na wanyama pia. Na Adamu naye akawapa majina hao ndege wa angani na hao wanyama wa msituni na wanyama wa kufugwa, wote akawapa majina. Unafikiria Mungu anaongelea kwa habari ya nini? Ni uumbaji tu wa kawaida? Hii ni siri ya Mungu. Siri ya Mungu kwa habari ya maisha ya kiroho tuliyopewa sisi. Ni neema ya Mungu kwa wanadamu wote. Ni mafumbo ya Mungu. Anahubiri kwa habari ya wanadamu, wokovu tuliopewa sasa zamani zetu hizi. Lakini mtu wa kawaida wa dunia hii akisoma hiki kitabu kitakatifu, basi anaona tu ni mambo ya uumbaji na kutoa majina, wala hajui siri ya Mungu na hekima ya Mungu anafundisha nini kwa habari ya hawa wanyama na Adamu. Niseme kitu hiki: mzazi awaye yoyote duniani akisha kuzaa mtoto, ni mzazi ndiye anayempa jina huyo mtoto, ndiye anayebatiza jina huyo mtoto. Kwani mzazi ndio anayetoa majina, na akishampa huyo mtoto jina, basi huyo mtoto anaitwa kwa jina hilo, na huyo mtoto popote atakapoenda anashuhudia kwa jina ambalo amepewa na mzazi wake. Atasema, mimi ninaitwa John. Atasema, mimi ninaitwa John. Kama hili jina John amepewa na mzazi wake, basi atashuhudia hilo jina, na hilo jina ndilo analolipenda kuliko majina mengine yoyote, kwa sababu majina hayo amepewa na baba yake na mzazi wake. Basi hata mtoto mwingine akipewa jina anaitwa Musa, basi atashuhudia kwa watu wote kwamba mimi jina langu ni Musa, kwa sababu hili jina ni la baba yake, ni la mzazi wake. Kwa hiyo amepewa na mzazi wake, yeye atashuhudia kwa kila mtu kwamba yeye ni Musa. Hataona haya kabisa, atashuhudia jina hilo na atalipenda kuliko majina mengine yoyote, kwa sababu hayo majina mengine hakupewa wala hakusikia kwamba baba yake anamwita hayo majina mengine, bali anaona baba yake anamwita Musa, na yeye atashuhudia kwa watu wote kwamba yeye ni Musa. Sasa Musa ukimwita jina lake, labda ukimwita jina lake Yohana, atakataa, atasema mimi siyo Yohana, ila mimi ni Musa. Na Yohana atasema mimi siyo Musa, mimi ni Yohana. Kila mtoto huwa analipenda jina alilopewa na mzazi wake, na anashuhudia kwa watu jina hilo hilo. Basi huu ndio utiifu. Jina lile ambalo mzazi amekupa ndilo jina ambalo wewe unaitwa. Hata sisi wote tumepewa majina na wazazi wetu. Kwa hiyo popote tunapoonekana tunashuhudia majina ambayo tumepewa na wazazi wetu, na tunayapenda hayo majina kuliko kitu chochote kile. Mimi ninaitwa Joseph Mwingira, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa Joseph nimepewa na wazazi wangu wa mwili,
lakini mwanafunzi wa Yesu Kristo nimepewa na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ndio sababu nashuhudia ulimwenguni kote kwamba mimi naitwa Joseph Mwingira, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama vile nilivyoitwa na wazazi wangu ndivyo jina langu lilivyo. Adam anapewa mamlaka, analetewa wanyama wote, viumbe vingi vilivyoumbwa na Mungu analetewa. Mungu anamwambia sasa, Adam, nimekupa hao wanyama wote na ndege wa angani wako chini yako, nimekupa hao. Sasa vyovyote utakavyowaita, vyovyote utakavyowabatiza, basi wataitwa kwa jina hilo. Kwa hiyo Adam akaanza kuwapa majina hao wanyama na hao ndege wa angani. Kila jina alilowapa, kila mnyama alipopokea jina kutoka kwa Adam, ndivyo alivyoitwa na ndivyo alivyojulikana. Basi hao wanyama kila mtu alijulikana kwa jina lake, jina alilolipata kutoka kwa Adam. Kama ni chura, basi chura alishuhudia mimi ni chura. Kama ni tembo, basi tembo alishuhudia mimi ni tembo. Kama ni simba, alishuhudia mimi ni simba. Sasa sungula anashuhudia mimi ni sungula. Labda mwingine akimwita, bwana wewe sungula, sio jina lako sungula, basi wewe unaitwa fisi, anakataa, anasema mimi siyo fisi, mimi ni sungula. Nani amekuambia wewe ni sungula? Basi anasema Adam ameniita mimi sungula. Na tembo anasema mimi ni tembo, mimi sio chui, kwa sababu mimi nimepewa jina na Adamu, ninaitwa tembo. Kila mnyama alishuhudia kwa jina lake, jina lilopewa na Adamu. Waliyapenda majina yao kwa sababu ni majina waliopewa na Adamu, ambaye yeye amekuwa sasa mtawala wa wanyama wote. Adamu ameumbwa, amepewa mamlaka ya kutawala wanyama wote na ndege wa angani. Kwa hiyo yeye ndiye aliyepewa mamlaka ya kuwapa majina hawa wanyama. Vile alivyowaita ndivyo walivyokuwa wakiitika. Mungu alimpa aone atawaitaje, na majina aliyowapa ndivyo walivyoitwa. Nini maana yake? Siri ni nini katika hili fumbo? Adamu hapa anawakilisha, yeye ni kivuli, lakini Adamu anawakilisha Yesu Kristo. Na hawa wanyama aliopewa, ndege wa angani na wanyama, wanawakilisha wanadamu wote ulimwenguni. Ni siri ya msamaha wa dhambi, ni siri ambayo Mungu anatufundisha kwamba iko neema inakuja, ambayo kama vile Adamu anavyowapa majina yote hawa wanyama na hawa ndege wa angani, ndivyo atakuja Adamu wa roho atakayewapa wanadamu wote majina mapya ya mbinguni, na watu hao wataitwa kwa majina hayo. Kwa sababu Adamu wa kwanza ni wa udongo. Biblia inasema Adamu wa kwanza ni wa udongo, lakini Adamu wa pili ni wa roho. Kwa hiyo yuko Adamu wa udongo na yuko Adamu wa roho. Kama vile walivyo hawa walivyozaliwa kwa Adamu wa udongo, wamefanana na Adamu wa udongo, na vile vile wale waliozaliwa kwa Adamu wa roho wamefanana na Adamu wa roho. Kwa hiyo Adamu wa udongo ndio Adamu huyu ambaye baba yetu sisi tunaitwa wana wa Adamu, na Adamu wa pili wa roho ndio Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 45 mpaka wa 49. Tusome mara moja zaidi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari kuanzia 45, neno la Mungu linasema hivi: ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini
hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Biblia inasema wako Adamu wawili. Adamu wa kwanza ndiyo huyu baba yetu kwa jinsi ya mwili, anaitwa Adamu wa udongo, kwa sababu Adamu ameumbwa kwa udongo wa ardhi. Huyu ni Adamu wa kwanza, lakini Adamu wa pili ni wa roho, Yesu Kristo. Kama vile walivyo hawa walio wa udongo, waliozaliwa kwa Adamu wa udongo, wamefanana na Adamu wa udongo. Sisi wanadamu tumefanana na baba yetu wa udongo. Vile vile na wale waliozaliwa kwa Adamu wa roho wamefanana na Adamu wa roho. Kwa hiyo Adamu ambaye wa udongo, baba yetu sisi, alipotuzaa sisi alitupa majina aliyoona yeye haya ni majina mema kwake. Alitupa majina yake, akatubadilisha kwa majina yake yeye mwenyewe yaliyotoka ndani ya moyo wake. Kwa hiyo tuliitwa kwa majina ambayo baba yetu Adamu alitupa, na tunashuhudia siku zote hata leo majina tunayopewa na wazazi wetu. Huyu ni Adamu wa udongo. Hivyo hivyo kama Adamu wa udongo baba yetu anapotupa majina ambayo ya kwake mwenyewe, ambaye anayaona ni mema ndani ya moyo wake, tunapewa sisi, na sisi tunashuhudia majina hayo kwamba tunaitwa Joseph. Mimi naitwa Joseph, mimi naitwa John, mimi naitwa Musa, mimi naitwa Benjamin. Tunashuhudia majina tuliyopewa na baba yetu. Sasa hivyo hivyo na wale wote waliozaliwa kwa Yesu Kristo, huyu Adamu wa roho, wanafanana na huyu Adamu wa roho. Huyo baba aliyetuzaa Adamu wa roho, huyo aliyetuzaa ndiyo mzazi wetu Yesu Kristo. Huyu naye anatupa majina ya roho, anatupa majina ya kwake mwenyewe, tunaitwa kwa majina yake. Huu ndio unabii uliotimiwa wakati wetu huu. Kwa hiyo Mungu alikuwa akihubiri habari njema kwa wanadamu wote kupitia Adamu na wanyama, kwamba Adamu anawapa majina hawa wanyama na ndege wa angani. Maana yake ni kwamba wakati unakuja ambaye Adamu wa roho atawapa majina wanadamu wote ambao Mungu atampa wawe wake, yeye awe mtawala na ndio Bwana na Mwokozi. Atawapa majina watu hao na wataitwa kwa majina ambayo Yesu Kristo Bwana wetu ametupa. Watu wanatakiwa kuelewa siri za Mungu, mafumbo ya Mungu. Pasipo kuelewa mafumbo ya Mungu huwezi kuona kama neno ni tamu namna hii. Neno la Mungu ni tamu sana, Injili ni tamu sana. Kama ukiongozwa na Roho Mtakatifu, ukisha kuielewa, basi uko karibu na wokovu. Twende mbinguni kama tunamtii wote Yesu Kristo. Yeye ndiye Bwana wetu, Mungu wetu, Baba wa milele, na sisi ni wanafunzi wake. Angalia kitu kinachotokea. Adamu wa kwanza anawapa majina watoto wake aliowazaa wa udongo, anawapa majina wanyama. Mungu anataka kuona kila jina alilotoa Adamu kuwapa hawa wanyama, kuwapa watoto wake, ndivyo walivyoitwa. Mungu akaona ni njema. Sasa Adamu wa pili, Yesu Kristo, huyu ni Adamu wa roho, kwa sababu hakuumbwa kama Adamu wa kwanza. Huyu ni Adamu wa roho, huyu ndiye Mungu. Sasa huyu ametuzaa sisi mara ya pili katika damu yake, ametuzaa mara ya pili kwa njia ya imani katika mwili na damu yake. Sasa tumekuwa wana wa Mungu,
tumekuwa wana wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye naye wale wote waliomwamini anawapa majina kama Adamu yule alivyofanya, kwa kuwa neno lile lilikuwa ni fumbo, sura yenyewe sasa ni Kristo. Adamu wa udongo aliwapa majina wanyama na ndege wa angani. Adamu wa roho wa pili anawapa majina wanadamu wote waliomwamini, ambao Mungu amempa awape uzima wa milele. Sasa anawapa majina hao. Mara ya kwanza anafika kama neno la Mungu linavyosema, wakampeleka kwake, naye Yesu Kristo alipomtazama akasema, ewe Simoni mwana wa Yohana, jina lako utaitwa Petro. Tusome mara moja zaidi kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 42. Neno la Mungu linasema hivi: akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe usimoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Angalia, Adamu wa kwanza wa udongo anawapa ndege wa angani na wanyama majina, wakaitwa kwa majina yale. Adamu wa kwanza wa udongo anawapa watoto wake wa udongo majina, na tunaitwa kwa majina tuliyopewa na wazazi wetu kama Adamu alivyofanya. Adamu wa pili ni wa roho, Yesu Kristo anawapa majina wale waliomwamini, watu wake aliopewa na Mungu Baba yake. Sasa anawapa majina, anasema, ewe Simoni mwana wa Yohana, hautaitwa tena Simoni, bali jina lako utaitwa Kefa, yani Petro, jiwe. Anampa jina aitwe jiwe. Simoni sasa anaitwa jiwe, Petro Kefa. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anamwita Simoni, anamwita Kefa, anamwita jiwe? Kwa nini? Sisi tumezoea kumwita Simoni Petro, lakini jina lake maana yake Kefa, yani jiwe, yani Petro jina lake maana yake jiwe. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anapokuja anampa Simon jina lake aitwe jiwe? Lazima ujue kwa nini anamwita jiwe. Hili jina la nani? Jibu ni rahisi. Jina jiwe, hili jina ni lake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo yeye anaitwa ni jiwe, ndio maana anachukua jina lake anampa Petro aliyemwamini, anamwambia utaitwa jiwe, kwa sababu jiwe ndio jina langu, mimi naitwa jiwe, kwa hiyo na wewe utaitwa jiwe. Kwa hiyo jina la Yesu Kristo mwenyewe ndio anawapa watu waliomwamini. Majina yake Yesu Kristo mwenyewe ndio anatupa sisi. Mungu amempa wanadamu awaite anavyoona yeye kwamba haya majina ni mema waite, na vile atakavyotuita ndivyo majina yetu yalivyo, na tutashuhudia kwa majina hayo, na tunashuhudia siku zote kwa majina hayo, tukimtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo anampa jina Simon, anamwambia utaitwa Kefa, yani jiwe. Kumbe hili jiwe, jina hili jiwe ni jina lake Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Yesu Kristo anatupa majina yake mwenyewe kwa kuwa sisi ni watoto wake. Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 11 inasema hivi, tusome mara moja. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 11 unasema hivi: yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Simoni Petro bado anashuhudia, yeye aliyepewa jiwe na Bwana wetu Yesu Kristo, aliyepewa jina na Bwana wetu Yesu Kristo aitwe jiwe. Sasa anasema huyo Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni ambalo ninyi waashi mmelikataa kuliamini.
Huyo ndiyo jiwe lenyewe, jiwe kuu, jiwe lililo hai, ambalo hilo jiwe ndio kwa ajili ya huyo watu wote wapate uzima wa milele. Kwa yeye huyo, kila mwaminie, watu wote wapate uzima wa milele. Huyo ndiye jiwe lililo hai. Bwana wetu Yesu Kristo akachukua jina lake akampa Simon, akamwambia utaitwa jiwe. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anawapa watu waliomwamini jina lake mwenyewe. Hili jina hakumpa Simoni Petro peke yake, bali kumpa Simoni Petro hili jina kuitwa jiwe, maana yake ni kwamba kila mwaminie Yesu Kristo, huyo ni mwanafunzi wake, naye amezaliwa kwa yeye, basi anabatizwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, anaitwa jiwe. Kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo jina lake ni Kefa, jiwe. Hii ndiyo maana ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ndiyo siri iliyofichika katika hili jina jiwe. Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni Adamu wa roho, anawapa sasa majina watu wote ambao Mungu amempa, kwa sababu imeandikwa katika Yohana 6 mstari wa 37, inasema kwamba wote anipao Baba watakuja kwangu, nami yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Simoni Petro ameenda kwa Yesu Kristo akamwambia, wewe utaitwa jiwe. Wote tuliomwamini Yesu Kristo tumeletwa na Baba kwa Yesu Kristo mwanaye, na yeye ndiye anayetupa majina, anatuita sisi mawe yaliyo hai. Simoni Petro anashuhudia hivi, tusome mara moja. Simoni Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 kuanzia mstari wa 4 na wa 5. Simoni Petro anazidi kusema, anasema hivi: mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa kwa Mungu, zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Simoni Petro anazidi kutuambia jina la Yesu Kristo, jina lake anaitwa jiwe, na kila aliyemwamini yeye mwenyewe Simoni akapewa jina hilo hilo la Bwana wetu Yesu Kristo, akampa jina lake, akamwita wewe utaitwa Kefa, jiwe. Na Petro anashuhudia kwamba sio mimi tu ndio ninayeitwa jiwe, bali kila mtu amwaminie Yesu Kristo aliye jiwe kuu lililo hai, na yeye amefanyika kuwa jiwe lililo hai. Anasema na ninyi pia ni mawe yaliyo hai, kwa kuwa tunamwamini Yesu Kristo Bwana wetu, tumekuwa mawe yaliyo hai, tumepewa jina lake yeye mwenyewe, tunaitwa mawe yaliyo hai. Ninaitwa jiwe lililo hai kwa sababu yeye ndiyo jiwe kuu lililo hai, liwapalo uhai kila jiwe lililokufa linahuishwa kwa jina lake yeye mwenyewe. Mungu amempa mwanaye watu aone atawaitaje. Yesu Kristo anawaita kwa majina yake mwenyewe, anasema hawa wataitwa kwa jina langu mwenyewe, kwa kuwa wamezaliwa kwangu mwenyewe. Anasema ninyi ni mawe yaliyo hai. Ni neema kiasi gani hiyo, kuitwa jiwe lililo hai. Kwa nini jiwe? Kwa sababu Shetani ameamliwa kula mavumbi. Sasa hawezi kula jiwe. Jiwe ni gumu, hawezi kulipukuchua, hawezi kulilamba akalipukuchua, kwa sababu hilo ni jiwe kuu. Amemshindwa Shetani. Yesu Kristo Shetani amemshindwa Yesu Kristo. Kwa sababu gani hajamuweza? Yesu Kristo ni jiwe. Shetani chakula chake ni mavumbi, lakini sisi tumekuwa mawe yaliyo hai. Hatuwezekani kwa Shetani. Shetani hawezi kugusa wana wa Mungu. Shetani hawezi kugusa Wakristo wa kweli wenye Kristo ndani yako, walio na jiwe kuu ndani. Hawezi kugusa, kwa sababu yeye chakula chake ni mavumbi. Ndiyo maana sisi tukapewa jina ambalo yeye hawezi kulimeza, hawezi kulitafuna, jiwe. Hatukuitwa mavumbi kwa sababu Shetani chakula chake ni mavumbi. Kwa hiyo
Kama shetani ibilisi chakula chake mavumbi, hawezi kabisa mbele za Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ni jiwe. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu Kristo ni jiwe na jiwe haliwezi kuwa chakula cha ibilisi, shetani hawezi kula jiwe kwa sababu ameamuriwa kula mavumbi, hawezi kula jiwe. Kwa hiyo sisi nasi tukafanya tuwe mawe yaliyo hai ambayo hayawezekaniki kabisa kuanguka mbele ya shetani ibilisi, hawezi kugusa, kwa sababu sisi ni mawe yaliyo hai, tumepewa jina lake. Injili ni tamu sana, watu wanatakiwa kujua hivyo. Bwana wetu Yesu Kristo anasema hivi: kila jina lake yeye ndiyo jina tutakaloitwa sisi tuliomwamini, tuliozaliwa kwake. Lazima mtu ajue Yesu Kristo ni jiwe, lakini Yesu Kristo pia ni mtakatifu, mwenye haki, mwana wa Mungu. Mtu ajue Yesu Kristo ni jiwe, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo ni mwenye haki, Yesu Kristo ni mtakatifu, Yesu Kristo ni uzima, uzima wa milele. Haya majina yote ametupa sisi, tunaitwa kwa majina hayo, majina yake mwenyewe. Ndiyo maana Mungu anasema amewaleta wanadamu wote kwa Yesu Kristo, ili aone huyu Yesu Kristo mwanaye wa pekee atawahitaji hawa wanadamu ambao Mungu amewaleta kwake. Yesu Kristo katika Yohana 6 mstari wa 37 anasema, wote anipao Baba watakuja kwangu, na wakija kwangu mimi ndiye nitakayewapa majina, wataitwa kwa majina niliyowapa mimi, sio mtu mwingine. Kama Adamu alivyowapa majina ndege wa angani na wanyama wakaitwa kwa majina yale, ndivyo na mimi nilivyoletewa hawa watu wote wawe chini yangu, nitawapa majina na wataitwa kwa majina niliyowapa mimi. Kwanza ametuita sisi ni mawe yaliyo hai, kwa sababu yeye ni jiwe, kwa sababu hilo jiwe ndiyo jina lake, akatupa sisi tunaitwa mawe yaliyo hai. Lakini pia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na yeye wote tuliomwamini Yesu Kristo Bwana wetu akasema, ninyi nanyi ni wana wa Mungu, nimewafanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunapomwita Mungu Baba, kwa kuwa tumempata Baba kwa Yesu Kristo, tumezaliwa na Baba kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tuliomwamini Yesu Kristo, tunayetegemea mwili na damu yake, tumeitwa watoto wa Mungu, wana wa Mungu, kama yeye lilivyo jina lake, mwana wa Mungu. Yohana sura ya 1, tusome mara moja. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12 unasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminio jina lake. Sisi wote tuliomwamini Yesu Kristo, sisi wote ambao Baba ametuamuru tumfuate Yesu Kristo, tumefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa damu yake, kwa jina lake. Kila aliyemwamini Yesu Kristo ajue yeye ni mwana wa Mungu. Kila aliye Mkristo katika mwili na damu yake ajue amekwisha kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa yeye ni mwana wa Mungu kama Yesu Kristo alivyo mwana wa Mungu. Tumepewa jina lake mwenyewe, ametupa sisi. Anasema, Baba, wataitwa kwa majina yangu, hawa ulionipa wataitwa kwa majina yangu, na wabatiza kwa majina yangu mwenyewe. Sasa watashuhudia majina yangu, na hatuachi kushuhudia. Mimi ni jiwe lililo hai, kwa sababu hili jina nimeitwa na Bwana wangu Yesu Kristo, nimeitwa na Mungu mwenyewe. Mimi ni jiwe lililo hai, siwezi kuliacha hilo jina, nalipenda. Nimeitwa mimi ni mwana wa Mungu. Nani kaniita? Nimepewa jina hili na Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni mwana wa Mungu, jina lake mwenyewe amenipa mimi. Lakini pia mtu anatakiwa kujua Yesu Kristo ni mtakatifu.
Kwa hiyo kwa kuwa yeye ni mtakatifu, jina hilo hilo mtakatifu ametupa sisi. Anasema ninyi ni watakatifu, ninyi sio wenye dhambi tena, kwa sababu kwa damu yangu nimewasafisha, kwa mwili wangu nimewatakasa dhambi. Sasa ninyi mnaoniamini sio wenye dhambi tena, bali ninyi ni watakatifu, watakatifu wangu mliozaliwa kwa mtakatifu. Sasa kwa kuwa mimi ni mtakatifu na ninyi mmezaliwa kwa mimi niliye mtakatifu, na ninyi mmekuwa watakatifu. Kwa sababu mimi ni mtakatifu na ninyi ni watakatifu, kwa sababu ninyi mmezaliwa kwangu kwa jinsi ya Roho, ni watakatifu. Shuhudia jina hili, wewe ni mtakatifu kama kweli unamwamini Yesu Kristo. Tusome mara moja waraka wa Simoni Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 na wa 16. Anasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Neno la Mungu anasema ninyi niliowaita niliowaita nikampa mwanangu Yesu Kristo, mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa sababu Yesu Kristo aliyewaita na kuwatakasa ni mtakatifu. Sisi ni watakatifu, tena watakatifu wa Mungu waishio katika dunia hii, katika ulimwengu huu. Hakuna mwana wa Mungu aliye mwenye dhambi. Niwape siri hii, hakuna mwana wa Mungu aliye mwenye dhambi, kwa sababu Mungu si mwenye dhambi. Mungu ni mtakatifu, na watoto waliozaliwa kwake yeye katika damu yake Yesu Kristo, hawa wote ni watakatifu kwa sababu Kristo ni mtakatifu. Aliyezaliwa kwa mwenye dhambi ni mwenye dhambi, na aliyezaliwa kwa mtakatifu ni mtakatifu. Sisi tumezaliwa mara ya pili kwa Yesu Kristo katika neno lake, katika damu yake. Sasa sisi ni watakatifu wa Mungu, wana wa Mungu walio watakatifu. Ni rahisi sana kuelewa. Mtoto wa nyoka ni nyoka na mtoto wa mwanakondoo ni mwanakondoo. Yesu Kristo ni mwanakondoo. Sisi hatukuzaliwa kwa joka. Kama tungezaliwa kwa joka tungekuwa wana wa majoka. Sasa sisi tumezaliwa kwa Yesu Kristo mara ya pili. Yeye ni mtakatifu mwanakondoo na sisi ni wanakondoo. Yesu Kristo ni mtakatifu na watoto waliozaliwa kwa yeye ni watakatifu. Sisi ni watakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ninyi ni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Katika Zaburi anasema hivi: Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Hawa watakatifu ni wakina nani? Wale wote waliompokea Yesu Kristo wakasamehewa dhambi kwa damu yake Yesu Kristo Bwana wetu. Hao ndio watakatifu. Tusome hili neno. Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Wako watakatifu duniani. Hata kama watu wanasema hakuna mtakatifu duniani, unajidanganya. Mungu hajazaa watoto wenye dhambi. Yesu Kristo hakuzaa watoto wenye dhambi. Watoto wa Mungu sio wenye dhambi. Watoto wa Mungu ni watakatifu kama Mungu aliyewadhaa. Sasa wewe kama unakataa kwamba sio mtakatifu, ni hatari kwako mwenyewe, kwa sababu unasema mimi ni mwana wa majoka, kwa sababu wana wa majoka ndio wenye dhambi. Waliodhaliwa kwa shetani ibilisi ndio wenye dhambi. Sasa wewe unaposema mimi ni mwenye dhambi, unamkataa Kristo mwenyewe na kusema mimi sikuzaliwa kwa Yesu Kristo katika hiyo damu iliyomwagika. Unakataa mwenyewe. Mtakatifu anadhaa watakatifu, mwenye dhambi anadhaa wenye dhambi. Nyoka hawezi kuzaa mwanakondoo, wala mwanakondoo hawezi kuzaa nyoka. Mbona iko wazi? Mwanakondoo hawezi kuzaa nyoka na nyoka hawezi kuzaa mwanakondoo. Mwanakondoo anazaa mwanakondoo na nyoka anazaa nyoka. Yesu Kristo ni mtakatifu, anazaa watoto na watoto hao ni watakatifu.
Neno la Mungu linasema katika Zaburi 16 mstari wa 3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sisi ni watakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini pia mtu anatakiwa kujua Yesu Kristo ni mwenye haki. Yesu Kristo ni mwenye haki ambaye kwa yeye huyo watu wote wanahesabiwa haki kwa njia ya imani katika damu yake. Wote waliompokea, wote waliomwamini wanahesabiwa kuwa ni wenye haki, kwa sababu yeye ni mwenye haki, anatupa jina lake mwenyewe tuitwe wenye haki. Watu wanatakiwa kujua hivyo. Anasema hivi katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21, anasema hivi. Tusome mara moja. Anasema hivi: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu alimfanya Yesu Kristo kuwa dhambi, lakini si kwamba alitenda dhambi, bali aliichukua dhambi ya ulimwengu, akaonekana yeye ni mwenye dhambi. Yeye ni mwenye haki kwa asili, lakini kwa sababu ya dhambi aliyoichukua ya ulimwengu, ya mimi na wewe, akafanywa kuwa dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu. Kwa hiyo dhambi zilizochukuliwa na Yesu Kristo ni makusudi kwamba sisi tuitwe wenye haki, tusiitwe tena wenye dhambi. Kwa hiyo kwa yeye, katika damu yake amefuta dhambi zetu, na kwa damu yake tumehesabiwa haki, tunaitwa wenye haki, wenye haki wa Mungu. Tumepewa jina lake mwenyewe. Alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tuwe haki ya Mungu. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Lakini anasema tena katika Warumi 4 mstari wa 25. Anasema huyu Yesu alitolewa kuwa sadaka, na kwa yeye alikufa akazikwa na kufufuka siku ya tatu ili sisi tuhesabiwe haki. Tusome mara moja. Warumi 4 mstari wa 25 anasema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kufufuka kwa Yesu Kristo ni sisi kuitwa wenye haki. Kufufuka kwa Yesu Kristo ni sisi kupewa jina hili takatifu la mbinguni, tuitwe wenye haki. Kama Yesu Kristo asingefufuka, tungeitwa wenye dhambi. Manake mauti ingemuweza, lakini yeye ameishinda dhambi, laana na mauti. Kwa hiyo kwa kufufuka Yesu Kristo sisi tunaitwa wenye haki, tumehesabiwa haki. Kwa hiyo jina letu sisi tulilopewa na Bwana wetu Yesu Kristo tunaitwa wenye haki. Hatuna mashaka katika hilo. Warumi 5 mstari wa 1 anasema hili neno, anasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukisha kuhesabiwa haki katika imani. Imani hiyo ni katika Bwana wetu Yesu Kristo. Imani hiyo ni katika mwili na damu yake. Tukisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika damu yake, tuwe na amani. Tumekwisha kuhesabiwa haki, jina letu tunaitwa wenye haki. Lakini mstari wa 9 anasema, tusome mara moja. Mstari wa 9 anasema, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Ndugu yangu, hakuna wokovu pasipo damu ya Yesu Kristo. Hakuna mtu atakayeitwa kwa majina ya mbinguni pasipo kuiamini damu yake Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo. Injili inasema, Warumi 5 mstari wa 9, kwa damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa haki,
na kwa sababu hiyo siku ya mwisho, siku ya hukumu, siku ya ghadhabu kwa wasiomwamini Yesu Kristo, tutaokolewa na hii damu ya Yesu Kristo katika yeye. Kwa hiyo tunaitwa wenye dhambi, wenye haki. Sisi hatuitwi wenye dhambi, kwa sababu Yesu Kristo hakuzaa wenye dhambi. Kama wewe ukisema wewe ni mwenye dhambi, basi wewe umemkana Kristo, unasema mimi ni mwana wa majoka. Lakini mtu anatakiwa kujua Yesu Kristo ni uzima wa milele. Yeye ni uzima, anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Yeye ni uzima wa milele. Kwa hiyo jina hili uzima wa milele ametupa sisi. Ametupa sisi, tunaitwa wenye uzima wa milele. Tuna uzima wa milele. Mauti ya pili haina nguvu kwetu, kwa sababu sisi tuna uzima wa milele. Yeye aliye uzima wa milele anaishi ndani yetu. Tumekwisha kufanyika uzima wa milele. Katika Yohana 6 mstari wa 40 anasema hivi: kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kila amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kila amtazamaye mwana na kumwamini, kila aitazamaye mwili na damu ya Yesu Kristo na kuiamini hiyo, ana uzima wa milele, na mimi nitamfufua siku ya mwisho, aishi pamoja na Baba na Mwana milele. Bwana wetu Yesu Kristo anasema ninyi mna uzima wa milele kwa sababu mnaiamini na kuitegemea mwili na damu yangu. Lakini katika waraka wa Yohana sura ya 5, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13 anathibitisha hilo. Anasema tena, anasema nimewaandikia haya, Yohana mtume anasema nimewaandikia haya ninyi ili mpate kujua kwamba mna uzima wa milele. Ninyi mna uzima wa milele mliaminio jina la mwana wa Mungu. Tuna uzima wa milele. Lakini ukisoma waraka wa kwanza huo huo sura ya 5 hiyo hiyo mstari wa 11 na wa 12 anasema Mungu ametupa uzima wa milele, na uzima huo wa milele ameuweka kwa mwanaye Yesu Kristo. Kila aliye naye mwana ana huo uzima wa milele, na kila asiye naye mwana hana huo uzima wa milele. Kila amwaminia Yesu Kristo ana mwili na damu ya Yesu Kristo ndani ya moyo wake, huyo ana uzima wa milele. Kwa hiyo anaitwa ana uzima wa milele kama Yesu Kristo mwenyewe. Sisi tuna uzima wa milele. Jueni haya, jueni haya, aminini neno la Mungu, twende mbinguni. Acha propaganda za dunia hii, acha hizi injili za kisiasa za vita, kupigana mchungaji dhidi ya mchungaji. Hawahubiri neno la Mungu, wanahubiri tu vita na mambo ya dunia yasiyofaa kuokoa roho. Sikiliza hii injili ya Mungu. Huu ndio wakati pekee, hakuna wakati mwingine uliopewa. Ndio huu wakati pekee wewe unasikia injili. Mwamini Yesu Kristo, tegemea tu mwili na damu ya Yesu Kristo, na ukashuhudie majina ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametupa, ametubatiza. Tunaitwa wana wa Mungu, shuhudia hivyo. Unaitwa mwenye haki, shuhudia hivyo. Unaitwa mtakatifu, shuhudia hilo. Una uzima wa milele, shuhudia hilo. Wewe ni mwana wa Mungu, shuhudia. Usione haya, usione haya injili. Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi tunapoishi hapa duniani. Hatuna tofauti kwa sababu tumezaliwa kwa yeye. Kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Maandiko matakatifu, injili inatuambia hivyo. Kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Haulisomi hilo neno? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17, tusome mara moja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 anasema, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo yukoje? Yeye ni mwenye dhambi?
Yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni mtakatifu, yeye ni mwenye haki, yeye ni uzima wa milele, yeye aliye jiwe lililo hai. Hayo majina yote amewapa wote wamwaminio, wote waitumaio damu yake na mwili wake, wote wanaoitukuza mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amewapa majina ya mbinguni, na Mungu anasema hayo ni majina yako. Na kama ukikiri majina hayo mwenyewe kwa kinywa chako, ukasema mimi ni mwenye haki, kwa sababu Mungu amesema mimi ni mwenye haki. Mtu kama wewe ni mtakatifu, wewe unaambia mimi ni mtakatifu kwa sababu Bwana wangu Yesu Kristo ameniita mimi ni mtakatifu. Mimi ni mwenye haki, nina uzima wa milele kwa sababu Mungu amesema mimi ni mwenye haki, nina uzima wa milele. Hauna kitu kingine. Kama mtu alimwambia Simoni Petro, wewe huitwi jiwe, wewe huitwi Petro. Petro alikuwa anashuhudia mimi ni Petro kwa sababu Bwana wangu Yesu Kristo ameniita mimi ni Petro. Ibrahimu kabla hajaitwa Ibrahimu akawa anaitwa Abraham. Alipoitwa Ibrahimu na Mungu, kuanzia leo utaitwa Ibrahim, alishuhudia mimi ni Ibrahimu. Hata kama watu walimwambia wewe sio Ibrahimu, wewe ni Abraham, alikataa kwamba wewe ndio unayejua mimi Abrahamu, lakini mimi jina langu ni Ibrahimu. Mungu amenipa jina naitwa Ibrahimu. Yesu Kristo amenipa jina naitwa Ibrahimu. Sasa wewe unayesema mimi sio Ibrahimu, wewe ni si Mungu wangu, wewe ni mwanadamu tu. Kwa hiyo wewe siwezi kukuamini, naamini neno nililopewa na Mungu, jina nililobatizwa na Mungu, mimi Ibrahimu. Ndio maana hata leo tunamwita Ibrahimu, hatumwiti Abrahamu, tunamwita kwa jina alilopewa na Mungu. Simon haitwi tena Simon, tunamwita Simon Petro, tunamwita kwa jina ambalo Yesu Kristo amempa. Jina hilo ndilo ulilopewa wewe. Wewe ni mwenye haki, mtakatifu, mwana wa Mungu. Shuhudia majina yako haya na Mungu atakubariki. Mungu atakubariki sana. Adamu alipewa wanyama wote aone atawaitaje, akawaita kwa majina yote aliyotaka yeye, wakawa hivyo. Yesu Kristo alipokuja akapewa wanadamu wote waliomwamini, waliompokea, awape majina atakayotaka yeye, akatupa majina yake yeye mwenyewe. Tunaitwa wenye haki, tunaitwa Wakristo, tunaitwa wanafunzi wa Yesu Kristo, tunaitwa wana wa Mungu, tunaitwa wenye uzima wa milele, tunaitwa watakatifu. Hatuna mjadala hapo. Wewe ukiniita mimi mwenye dhambi, niite mwenye dhambi kwa sababu wewe umetaka kuniita mwenye dhambi, lakini jina langu mimi sio mwenye dhambi. Jina langu mimi ni mwenye haki, mwana wa Mungu, mtakatifu, mwenye uzima wa milele. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukipenda mahubiri haya na kuomba sana, nahitaji sana komenti yako. Komenti andika hapo na Mungu atakubariki. Usisahau kulike, na kama mara yako ya kwanza basi usubscribe. Mungu akubariki sana. Amen.